Samia Suluhu murdered, shot and killed Tanzania over 10,000. Barua kwa Umoja wa Kimataifa na nchi za kigeni, kilio cha kutaka msaada katika nchi ya Tanzania. Msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana hapa, mimi naitwa Presenter Guton. Niko hapa kila siku kwa kuhakikisha kwamba unazidi kupata taarifa ambazo zinatokea na zile ambazo ziko karibu na wewe. Kila ambacho nazidi kukuomba ni kwamba chukua wakati wako kuweza kuhakikisha kwamba unazidi kutufuatilia. Kwa kufanya hivyo, piga subscription ili tuzidi kufahamishana. Tarehe 10 siku ya leo, Disemba mwaka 2025, ni baada ya siku ya tarehe 9 ambayo ilikuwa na umaarufu wa D9 katika nchi ya Tanzania. Na matukio kadhaa yaliweza kutokea katika siku ya jana. Baadhi ya yale tuliweza kukufahamisha, na vile vile yale yaliweza kuwekwa kwenye mawasiliano na wanahabari wenzangu. Na asubuhi ya leo nimeweza kupitia kanda moja ya Mtanzania mmoja ambaye anawakilisha wengi. Ni mwanaharakati na mpiganishi wa haki za Kitanzania. Katika kanda hii nimeweza kuyachukua machache ambaye ameweza kuyazungumzia, na niko hapa kwa ajili ya kukutaarifu. Katika barua yake kwa Umoja wa Kimataifa na nchi za kigeni, ameweza kuyaeleza masuala kadhaa. Na ameweza kutaka jamii la kimataifa iweze kutoa msaada kwa kuhakikisha kwamba nchi ya Tanzania inapata uhuru. Katika masuala ambayo ameweza kuyaomba ni kwamba tusaidie kupata amani, tusaidie kupata haki, na tusaidie kupata uhuru ama kuishi kwa uhuru. Lakini kuna masuala kadhaa ambayo ameweza kuyazungumzia humu ndani, ambayo kwamba yanaweza kufanya Tanzania kutokuwa taifa huru. Sasa katika masuala ambayo aliweza kuyazungumzia humu, cha kwanza ni aliweza kusema kwamba maelfu ya watu wameweza kuuawa nchini Tanzania. Samia Suluhu murdered, shot and killed Tanzania over 10,000. It's not the 2,000 they're talking about. It's over 10,000. They were murdered in broad daylight. That's how she ended those protests. She had two choices: to step down or murder people. She chose to murder over 10,000 people to stay in power. This current government in Tanzania chose to kill their citizens who were unarmed, didn't even have knives, nothing. Na hili ni baada tu ya uchaguzi ulioweza kufanyika tarehe 29. Kilichoweza kusababisha maandamano ama mauaji hayo ni kwamba watu hawa waliweza kuuawa kwa wingi ili kuweza kusambaza hofu kusiweze kutokea maandamano na kusiweze kuulizwa maswali kwa serikali. Na kulingana na mwanadada huyu, vifo vilivyoweza kushuhudiwa ni vya watu zaidi ya 10,000. Na vifo hivyo
vilitekelezwa tu ili kusambaza hofu kwamba ukiweza kutokea katika maandamano ni kifo. Na msikilizaji, ukielewa kwamba ukitokea mahali unakufa, basi hauwezi kutokea. Mwanadada huyu amesema kwamba iwapo Tanzania itaweza kuruhusu wanahabari za nchi za kigeni kuingia na kuzungumza na Watanzania, wanaweza kukueleza ilivyo hali. Journalists and media houses are able to go into Tanzania and speak to the people of Tanzania. They will tell you these horror stories that I'm telling you right now. Kulingana na yeye, yapo mengi ambayo Watanzania wanaweza kukueleza ambayo hayaonekani katika mtandao, kwa sababu serikali ya Tanzania haijaweza kuyaonyesha ama haijaruhusu yaonekane na ulimwengu, kwa sababu hawajaweza kuruhusu wanahabari wote wa kigeni kuingia Tanzania na kushuhudia kinachotokea. Wale waliopo Tanzania hawana uhuru wa kuweza kuhakikisha kwamba wanaripoti kile kinatokea, kwa sababu muda ukijaribu kufanya hivyo, basi hofu ile inakupata na kwa hivyo hauwezi kuja kufanya hivyo. Ameweza kusema kwamba nchi ya Tanzania imeweza kunyimwa uhuru wa kuweza kuteua viongozi. Nafasi hiyo imebaki kwa serikali peke yake iliyo mamlakani na itakayoweza kuendelea kujitia mamlakani bila ya mwananchi kushiriki mahali popote. Kwa sababu katiba ya nchi ya Tanzania ilivyo, ikiwa mwananchi ama mtu yeyote unahisi kwamba uchaguzi haukufanyika vizuri, jambo hilo haliwezi kupingwa mahakamani, na kwamba majibu yale yanayoweza kutangazwa yanabaki kwamba ndo majibu ambayo ni sahihi, na kwa hivyo hakuna kile ambacho unaweza kufanya kupinga matokeo ambayo yameweza kutangazwa. Na kwa hivyo swala hilo linawanyima Watanzania uhuru wa kuweza kupinga ama kueleza maoni yao ikiwa wanaona kwamba kuna jambo ambalo halikuweza kuenda salama. Katika maneno yake amesema kwamba katiba yetu imechakaa, tunahitaji katiba mpya, maana bila hicho hatuwezi kuwa na uhuru wa kuchagua viongozi. Itabaki kwamba serikali iliyoko mamlakani inajiteua, ama chama tawala katika nchi ya Tanzania kinazidi kujiteua tu iwapo kina uongozi mbovu au mwema. Sikilizaji, mwanadada huyu ameweza kuililia jamii la kimataifa ama nchi zilizokuwa na uwezo mkubwa ziweza kuingilia kati na kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania inapata kuona uhuru, na kunakuwa na uhuru wa kusema, uhuru wa kuchagua, uhuru wa kuhakikisha kwamba wananchi wanasemi katika masuala ya kitaifa na kuzijenga serikali ambazo zinakuja. Kwa hivyo katika barua hii akimalizia ameweza kuita msaada akisema kwamba tusaidieni Watanzania kupata amani,
kwa sababu nyoyo zetu hazitawahi kutulia tukijua kwamba wenzetu zaidi ya 10,000 waliweza kuuawa. Kwa hivyo hamna amani ambayo itawahi tokea ukijua kwamba wenzako walipata kuuawa. Lakini pia tusaidie kupata haki, kwa sababu mauaji haya yalitendeka na haki haijaweza kupatikana. Kwa hivyo wameomba kwamba waweze kusaidiwa kupata haki, lakini pia tusaidie kuishi kwa uhuru. Kando na kuipata amani, waweze kuishi kama nchi yoyote huru, ambayo unaweza kuzungumza jambo lolote bila kuogopa, unaweza kumpinga yoyote bila kuogopa, ama bila kuhofia jambo fulani linaweza kukutokea. Ndo ombi ambalo nimeweza kulipokea asubuhi ya leo. Sikilizaji, zidi kutufuatilia ili kuhakikisha kwamba unapata taarifa zetu punde zinapotokea.